bonge na likizo, bonge na likizo, bonge na likizo, bonge na likizo. Watoto wa mama Kavishe, mama Kavishe, familia ya mama Kavishe, mama Kavishe. Bonge anapenda kula, bonge anapenda soda, ulafi umempa madhara, anatakiwa kubadilika. Singeli, 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 dada mwelevu. Singeli, 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 dada mwelevu. Mauzauza ya mzee Tenga, anataka watowe kafara watoto wa mama Kavishe. Bonge na likizo, bonge na likizo. Kabonge! Wewe unatokea wapi? Hivi hii tabia itaendelea mpaka lini kaka? Usimwambie mama. Kwa nini simwambie? Nitakula vipi? Hapana, sitaki, lazima nimwambie mama. Usimwambie. Nijibu sasa, kwa nini simwambie? Mimi nitachapa vumu kawe mzuri, unajua tena. Mimi sijali, lazima nimwambie mama, hii ni kwa ajili yako. Jwangu. Bwanangu bitu wala. Kumbe mienzeze ya mingi mno mjini. Alo mienzeze mingi sana, sina lijue. Weye! Mzee Tenga. Ndiye mke wangu. Hivi ulimpulizia kweli yule mama? Watana mzee Tenga wewe? Wewe unafikiria mimi mtoto mdogo? Mimi mzee. Uchawi nimeupata kwa babu yangu mzee Ngubitu. Unafanya masiala nini? Kanipa kila kitu mimi, mikoba yote ya uongo, ya ukweli. Kaniambia hapo utakuwa gilini, unafanya hivi, utakafanya hivi, unafanya. Sasa mimi nilivyoagika pale, nilitaka tu yule mama atoke mle ndani. Maana akitoka hivi ndio unaweza kumpa. Sasa hivi wewe unaweza kumsogelea yule. Mke wa bosi wewe unaweza kumsogelea wewe. Fasikali. Malikia wewe utamsogeleaje wewe? Unajua pale wapuliza watu gani? Pale posha, mama utusamee, wewe watoto wako na huyo sio mwanao. Yule mama anafanya mshanga tu. Na mimi ndo pale pale. Mijuki yote pale hiyo nimekaa wewe tunafika msage nyuki. Nikaomba msamaha unafiki. Wewe unaona mchozi nimetoa pale? Sijatoa mchozi wote. Sasa unatona nimelifunya hatari. Sasa kwambie kitu sawa Matenga. Niambie. Sikuzani mwanangu. Abe mama. Najua hali yako sio nzuri kiafya. Lakini nimeona hapana. Lazima uje tuongee kuhusiana na ile swala la jana la kuanguka kwa mzee Tenga. Na yale niliyoyasikia pale kwa kweli mimi sikufurahishwa nayo kabisa. Yaani kuna kitu kimenikaa hapa moyoni. Nataka kujua. Hivi inawezekanaje wewe ukashirikiana na watu ambao unajua kwangu mimi wananipiga vita, ni watu ambao wananiombea mabaya, ni watu ambao kila wakati nazozana nao kuhusu watoto wangu. Imekuwaje mwanangu? Hebu nieleze kwanza hapo. Ni kweli mama, yote uliyosikia ni ya ukweli yalosemwa pale, kwa sababu huko nyuma umepitia mambo magumu sana, mateso, manyanyaso,
kudharauliwa, kuonewa. Hayo yote yalikuwa ndio maisha yangu mimi, lakini hata ilikuwa nafika wakati nikipita mbele za watu naonekana kama nanuka, sifai. Hayo ndio yalikuwa maisha yangu mimi nilikuwa nikiaishi. Nimepitia uchungu mkubwa sana, mateso makubwa sana ambayo siwezi kuyavumilia, ambayo yalipelekea najisikia vibaya sana. Yaani naonekana kama mtu ambaye sina hadhi kwenye jamii. Nilikuwa ni mtu wa kunyanyasika, mtu wa kuonewa, wa kulala majalalani, wa kuokota chakula, omba, kuokota vikopo. Hayo ndio yalikuwa maisha nilikuwa ninaishi, na ndio maisha ambayo yalinifanya niishi hivi. Namshukuru Mungu. Kuna siku nilikuwa jalalani naokota makopo, akapita baba mmoja, alikuwa na gari, akasimamisha gari, akaniita. Kwa kweli yule baba alinihoji maswali ambayo yaliniumiza sana moyo wangu, ambayo maswali hayo alikuwa akinihoji, wewe mbona uko hapo, wenzako wako shuleni na huu ni muda wa shule, unafanya nini mazingira haya? Na kwa nini unafanya hivyo? Huna wazazi, huna ndugu, huna rafiki? Kwa kweli yale maswali yaliniumiza sana, hususa kwenye swala aliposema huna wazazi. Lile swala liliniumiza sana katika moyo wangu na lilinifanya nijisikie vibaya. Maswali yote aliyoniuliza niliweza kumjibu. Nilivyomwelezea historia yangu, akanichukua, akaniambia nipande kwenye gari. Akaniambia kwamba kuanzia leo nitakuwa mwanae, kwa sababu yeye na familia yake hakubahatika kupata mtoto. Na akaniambia kuanzia sasa nitakula vizuri, nitasoma vizuri, nitaishi vizuri, nitakuwa kama watoto wa wengine. Hayo ndio yalikuwa maisha yangu kwa ufupi. Umeiona mashine hii? Nimeiona mwanangu. Ishanipa taarifa. Hii ndio taarifa yangu naipata huko. Kuna askari vyao na visikia vinafuatilia habari fulani hivi. Sasa mimi kila siku taarifa zao kioje ukisema wanachokitenda kinaingia huko. Nikifungua tu asubuhi hapa. Tulia kwanza. Askari? Sasa unashangaa nini na wewe? Askari umefanya nini mpaka mambo mengine au sasa kujua mke wangu. Unajua mambo mengine mambo ya kiume. Mambo mengine unataka kuyafanya, unakuja kumpa surprise mke wako. Mke wangu kipepo hiki na hiki ndio hivi, kama vile nilivyokuletea kitenge jana ile surprise. Wewe ulijua kana kuleta kitenge mimi? Nitakuletea tu mke wangu kitenge. Sasa na hilo jambo ndio hilo. Nitakuleta surprise. Wewe utafurahi, usina wasiwasi. Jambo zuri hilo. Surprise la polisi? Polisi nani wewe? Mimi sikilize wao polisi wote kwangu mimi sasa hivi mimi nikifanya kibuyu changu kina wafunga wote wale. Wote soga wanaofikiria. Watu wanasema serikali hairoga. Sasa mimi mzee Tenka, sasa mimi naroga. Umenielewa? Mimi naroga. Nafunga kabisa. Wala usiwe na wasiwasi mke wangu. Yaani mimi asubuhi nikiita nikifanya hiki. Mimi askari mwe askari yose. Mleke kutsa mlangoni mwangu. Tungabona, tungabita kunzila. Tungabota mleke kumbona nene. Yaani kwamba nawaambia kwamba nyie na askari nyie, hata mkikutana na mimi njiani msinione, tunapitana nao tu hivi. Atazunguka kote hanipati wanangu bitu. Lakini lo askari na asasi. Wewe nawe tulia bwana, na wasiwasi yako pesa zako hizo. Mpaka nikupe mijani, nikupe mbegu za mlonge ule ndio pesa yako ipone. Kwa hiyo baada ya siku ile ndio ukapata mfadhili ambaye ndio amekusomesha mpaka umekuwa hivyo. Ndio. Sasa swali langu ni kwamba, kwa hiyo wewe ulikuwa unaamini kabisa kwamba mimi nimehusika na kifo cha mama yako? Lakini mimi sijahusika na kifo cha mama yako kabisa. Umenielewa? Yaani sijahusika kabisa na kifo cha mama yako. Kwa hiyo mwanangu, mimi ninachokuomba, wewe umesema kwamba ni mtoto wa baba Kavishi, si ndio?
lakini mimi siwezi kukiri hilo, umenielewa? Wala siwezi kusema sio au ndio. Tubaki tu hivyo hivyo kwamba wewe ni Sikuzani, ulikuja hapa kwangu kufanya kazi. Wakati huo sasa unataka kutujue ni nani aliyehusika hasa au nini kilitokea baada ya mama yako kutekwa siku ile. Je, mama yako amekufa? Mama yako yuko hai? Na ilikuwaje? Mimi nafikiri sasa huo upelelezi wako ndio uhamie tuchunguze ni nani hasa au nini kilitokea. Sawa, tajitahidi kupeleleza, lakini asilimia kubwa mimi nilichokuwa nilijua wewe ndiye mmoja wapo umehusika na kifo cha mamangu, na ndio maana nikaja hapa kama dada ya kazi ili kusudi nikupeleleze, nikujue kiundani zaidi. Kama ni wewe umehusika, sheria ichukue mkondo wake, lakini kama sio wewe, basi naomba unisamehe mama. Sawa, mimi nimekuelewa, lakini mtu anapoomba msamaha siku zote lazima ubadilike. Sio leo umeomba msamaha halafu kesho unaanza tena urafiki na kina mama Tenga. Mimi kitu kama hicho sitokikubali. Umeamua kubadilika mwanangu, sasa hizi tu focus kwenye kujua nini kilimpata mama yako. Imekuwaje na yuko wapi? Yaani hapo ndio tushirikiane kufanya pelelezi. Na wewe peke yako uwezi, inabidi twende polisi tukatoe taarifa. Maana ninavyojua mimi Kavisha alifuatilia na akawa ametoa taarifa polisi. Lakini kwa kuwa kulikuwa hamna ushahidi, hamna kitu chochote kilichoonekana, hamna alijitokeza kusema hivi na hivi, kwa hiyo ule upelelezi ulifungwa. Lakini kwa kuwa wewe umekuja na wewe umesomea hiyo kazi, basi ni vizuri mimi na wewe tuongozane, twende polisi tukafuatilie ili waanze uchunguzi upya kujua imekuwaje. Sawa mwanangu? Sawa mama, nitashukuru kama utanipa ushirikiano kama unavyoongea. Nitakupa ushirikiano kwa sababu nia yetu wote ni kujua wewe ni mtoto kama ambavyo mimi ni wazaki na Bani, na wewe ni mtoto wa mwanamke mwenzangu. Kwa hiyo lazima tujue nini kilichompata. Na isitoshe hata jamii ione kwamba mimi sikuhusika. Yaweza kuwa wewe umeona hivyo na huko kote ulikotoka unajua kwamba mimi nimehusika. Naweza kuwa umekaa ndani kwamba watu wanajua wewe ndio umehusika, unapita watu wanakunyoshia vidole. Lazima tuhakikishie jamii kwamba mimi sijahusika na waliohusika wajulikane. Sawa mwanangu? Sawa. Haya, mimi nafikiri ndio kaendelee kupumzika. Tutakuletea kila kitu kama kawaida kwa sababu najua hali yako sio nzuri. Ila kikubwa toa hofu, mimi niko pamoja na wewe, tutashirikiana kwa nguvu kwa pamoja. Sawa mamangu, nitashukuru. Sawa, asante. Haya basi, nenda ndani kuwahimiza wadogo zako hao waendelee na majukumu madogo, mimi nitakuja kupika chakula. Sawa. Haya. Tusali kwa jina la Baba na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu Baba wa mbinguni, tunasema asante kwa asubuhi ya leo. Utubariki tunapoenda kula chakula chetu. Mbariki ile kininua na ile kitafuta. Utupe nguvu za kutumikia vema. Amina. Kwa jina la Baba na Roho Mtakatifu. Amina. Mbona siwaelewi? Mnaendelea kuangaliana mpaka saa ngapi? Nani atakaye tuhudumia sasa? Kwani si mnajua Sikuzani anaumwa? Na wauliza si mnajua dada kazi anaumwa? Kwa hiyo haya tuendelee kukaa, tuone atakaye hudumia chai. Hebu cha upepo fanya kazi ya kuhudumia chai. Mwe mnajiongoza sio kila kitu dada. Hala? Na wewe simama anza kugawa yale mayai. Wewe sogeza hayo mayai Bani. Leta kisu na uma hapo. Vitu vingine vidogo mnajiongoza, sio kila kitu dada. Na nishawazuia hiyo tabia. Naona bado hamnielewi.
Hivi unachungulia nini chakula cha wenzio? Wewe hicho hakikuhusu. Wewe unatakiwa upungue kama alivyosema daktari. Umenielewa? Wewe ni matunda, chai, maji kila siku asubuhi. Kwa hiyo kazana kula matunda yako. Bani, unakunywaje chai na kijiko? Hiyo umejifunzia wapi? Sipendi. Unaniangalia, hupati hata kipande kimoja. Shangazi, baba mimi nimechoka kila siku. Hata kama umechoka, tunafuata ushauri wa daktari. Hakuna anayekuonea hapa. Na utapungua tu. Ala, unapiga meza? Tena kwanza nimekusamee. Wewe na urudie tena uone. Hatimaye leo umeamua kuja ofisini kabisa. Nimefurahi sana kufika mahali hapa. Maana mara nyingi sana tunaongea kwenye simu, tunakutana nyumbani, sijawahi kufika mahali hapa. Sahihi. Karibu sana. Asante. Sasa jambo letu limefikia wapi mpaka sasa? Maana sijapata majibu mpaka leo. Kwa kweli afande, naweza kukuambia jambo letu lilipofikia ni pazuri, lakini sio pazuri sana kivile. Kwa nini unazungumza hivyo? Unaweza kuamini kwamba mama Kavisha kashaelewa ukweli wote kuhusu mimi. Kajuaje sasa? Ukweli huo ameupata kutokana na juzi ilitokea pilika pale nyumbani kwetu. Kuna mzee anaitwa Mzee Tenga. Sasa yule Mzee Tenga ni maarufu sana pale mtaani. Anajulikana kama mchawi konkodi. Walikamatwa mazingira ya pale getini kwetu wanawanga. Katika kuwanga, wananchi, wanajamii wakawa wamewakuta pale yale maeneo, yale mazingira. Wakawa kuwapiga akaja mke wake. Kuja mke wake akaanza kulia. Sasa sisi tulikuwa ndani. Tulivyokuwa ndani, mama akasema twende nje, anasikia kelele. Kweli kelele zilikuwa zinasikika kwa sababu zile kelele zilikuwa za wananchi, zilikuwa sio za kawaida. Tumeenda nje tukamkuta Mzee Tenga na mke wake pale na wananchi wanawapiga. Kuwapiga, mama akabidi aulize kuna nini hapa? Ndio mke wa Mzee Tenga akafunguka ukweli wote. Akaongea ukweli wote. Alipomaliza kuongea hapo ndo akafuata kumwambia mama Kavishe, na huyo dada unayekaa naye sio mfanyakazi wako, bali ni afande mpelelezi. Kaja kukupeleleza kuwa umehusika na kifo cha mama yake. Yule mama kama amepata ukweli kuanzia hapo. Yaani nitamani ardhi pasuke nidondokee pale chini. Kwa sababu yule mama nilikuwa nashindwa hata kumtazama machoni. Yule mama alikuwa ni mama ambaye hana roho mbaya. Alinitazama kwa uchungu sana, aliumia. Akahisi mimi ni mtu mbaya kwake, lakini nilijikaza tu. Nilitamani hata ingekuwa ndio mwisho wangu wa kukaa duniani. Sawa. Kwa hiyo unataka kuniambia mama Kavisha hajahusika na lile jambo? Kwa kweli afande, naweza kukuambia baada ya kujua hayo yote, yule mama katika 1 2 3 tunapiga story, akaniuliza sikuzani ni kweli mama Tenga alichokisema. Kwa kweli afande, sikuweza kuficha, niliweza kufunguka kwa sababu ukweli wote ushamwagwa hadharani. Sina budi kujitetea kwa kile kitu ambacho tayari kishasemwa. Nikaamua kumfungukia, nikamwambia ukweli na akanisikiliza, na inavyoonekana yule mama hakuhusika na kifo cha mama wangu. Kanihakikishia atanisaidia kwa namna yoyote, iwe pesa iwe nini, atanisapoti kwa chochote kile. Basi sawa, kama umeligundua hilo, mimi sina pingamizi na wewe.
kwa sababu kama tulikuwa bega kwa bega kufuatilia hili jambo na wewe kuna ukweli ambao umeugundua, mimi sina shida kabisa. Ila kikubwa ambacho kinahitajika kwa sasa hivi nafikiri ni ushirikiano kati ya mimi, wewe pamoja na mama Kavishe, ili tuweze kupata ukweli namna gani alitekwa mama yako. Kwangu mimi sina shida kabisa, ila tu makini unahitajika na kuwa bega kwa bega na mama Kavishe, kwa sababu yeye tunajua yeye ni mtu mzima, ina maana anajua mengi sana huko nyuma yaliyotokea. Sijui tumeelewana? Na baada ya hapo sasa inabidi niubadilishe ule mchoro, kwa sababu tayari alionekana mama Kavishe yupo kwenye hili sakata. Lakini sio kwamba tunamweka kwa mmoja wetu hadi siri zetu zote. Tunamweka kwa sababu tunafuatilia swala la mama. Kimaliza basi na yeye hapa amemaliza kazi yake. Sawa. Hamna shida. Mimi nafikiri hapa nimemaliza. Mimi naamini tutafanikiwa. Kama tutaungana kwa pamoja, ili jambo lazima tufanikiwe. Na tutajua ukweli kama mama yako bado yuko hai au amekufa. Kwa hiyo swala nahisi lipo hivi. Mimi nakuruhusu uondoke ukafanya majukumu mengine. Basi afande, nashukuru. Tuko pamoja. Haya. Hii Yanga inazidi kutupa la mwaka huu. Kwa usajili huu, hii namba 6 kiboko, ngoma huyo. Yaani Simba mtaendelea kulia sana, ubingwa wa kwetu mara 6 mfululizo. Mama, mwaka huu Simba ya moto. Simba tunachukua ubingwa mwaka huu. Mama, wewe subiri tu. Haiwezekani kitu kama hicho. Kwa wachezaji gani? Huyo mrefu mlio msajili kama nini huyo anaweza mpira huyo? Yani atawaliza nakwambia, yani atawaliza kisawa sawa. Hakuna kitu kama yani mama waache watajinyonga kisawa. Wapi? Kula mbele ka Chama na Mwalimu. Amna magoli makula mengi na ubingwa unakuwa wote mwaka huu tena. Yani hapa kombe, yani tunachukua mwaka huu ni lazima. Yani kombe lazima. Yani hicho kitu hakiwezekani. Hamna kitu kama hicho. Simba hamna kitu nyie subiri ni muone ukichukua kaweka hapo mambo kama nini. Alafu Mzize kapona, unajua hicho kitu? Subiri tuwaonyeshe mpira, nyie mmezoea kukariri, hamna timu nyie. Shangazi. Pale kibaka Kasali na akakaba Kibabage hamna anaipita pale mama. Ubingwa unakuwa tena mara hii. Kwa Kibabage gani? Huyo tuliomwacha sisi nyie mmemchukua kazi kuchora machata tu kila sehemu, anaweza mpira yule. Eti Kibabage, achana na hiyo habari kabisa. Bora useme wengine. Kibabage naye mchezaji. Sasa mwaka huu ndo mtaona. Tunawadharau hamna kitu. Umemsikia mzee mpira alivyosema? Pila shoka. Yaani subiri uone. Yani tunawanyoosha. Hamna kitu kama hicho. Mmezoea kukariri eti tuna wachezaji wazee. Mmeona vitu saa hizi usajili wetu? Achana na Elisi anajua mambo. Lakini mwaka huu tutanyoosha. Hamna kitu kama hicho. Wewe subiri. Hamna kikosi cha kuifunga Yanga nyinyi. Ubaya ubwela. Tena unanipotezea muda. Ngoja niangalie kuniendelea kuangalia usajili wa kibabe.
Bonge. Bonge na likizo, bonge na likizo. Bonge na likizo, bonge na likizo. Watoto wa mama Kavi